Mvutano mpya na mzito umeibuka kati ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Katika kile kinachoonekana kuwa sura mpya ya mvutano wa kisiasa ndani ya kambi ya washirika, rais wa Marekani Donald Trump ameibuka na misimamo mikali inayoashiria tofauti za kimkakati na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kufuatia mashambulizi mazito yaliyohusisha miundombinu nyeti ya nishati ya Iran. Kauli za Rais Donald Trump zimekuja kwa uzito na ukali mkubwa, zikilenga moja kwa moja kuzuia Iran dhidi ya kuchukua hatua yoyote ya kulipiza kisasi dhidi ya Qatar. Katika ujumbe wake kupitia mitandao yake rasmi kabisa ya kijamii, Donald Trump ameweka wazi mstari mwekundu. Endapo Iran itathubutu kushambulia miundombinu ya nishati ya Qatar, basi Marekani iko tayari kuifuta kabisa hifadhi ya gesi ya Saudi Paz, moja ya hazina kubwa zaidi ya gesi duniani. Tamko hilo si tu onyo, bali ni ishara ya wazi ya mabadiliko ya msimamo wa Marekani katika mgogoro huu. Tofauti na matarajio ya wengi kwamba Washington ingeunga mkono hatua za Israel bila masharti, Rais Donald Trump ameonekana kuweka mipaka kwa mshirika wake huyo wa karibu. Chanzo kikuu cha mvutano huu kati ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kinaanzia pale Israel ilipotekeleza mashambulizi mazito dhidi ya miundombinu ya gesi ya Iran katika eneo la Asaluye, Saudi Paz, hatua ambayo Donald Trump amedai kuwa haikushirikisha wala kuijulisha Marekani au Katari. Jambo hili linaibua swali kubwa kuhusu kiwango cha uratibu kati ya washirika hawa wawili wakuu wa kijeshi. Donald Trump amejaribu kuweka umbali kati ya Marekani na operesheni hiyo, akisisitiza kuwa Qatar, mshirika muhimu wa Marekani katika eneo hilo, haikuhusika kwa namna yoyote. Kauli hiyo inaonekana kulenga na kulinda maslahi ya kimkakati ya Marekani katika Ghuba ya Uajemi, hasa ukizingatia umuhimu wa Qatar kama kituo kikubwa cha gesi asilia duniani. Hata hivyo, hatua ya Israel ya kushambulia miundombinu hiyo imesababisha majibu makali kutoka kwa Irani, ambayo imeripotiwa kulenga mji wa viwanda wa Ras Laffan nchini Qatar, kitovu cha uzalishaji wa gesi asilia yani LNG. Hapo ndipo rais wa Marekani Donald Trump alipovuta mstari, akionya kuwa shambulio lolote dhidi ya Qatar halitavumiliwa. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hajapinga moja kwa moja msimamo wa Donald Trump, lakini amethibitisha kuwa Israel ilichukua hatua hiyo kwa kujitegemea kabisa bila kushirikisha nchi nyingine. Hii inaonyesha wazi kuwa Israel iko tayari kufanya maamuzi ya kijeshi hata bila ridhaa ya mshirika wake mkuu ambaye ni Marekani. Benjamin Netanyahu ameendelea kusisitiza kuwa mkakati wa Israel ni kudhoofisha Iran kwa kiwango ambacho haitakuwa tena tishio kwa usalama wa taifa lake. Amesema dalili zinaonyesha kuwa utawala wa Iran unaanza kuyumba na kwamba mashambulizi kama hayo ni sehemu ya mpango mpana wa kusambaratisha. Kauli hizi zinaweka wazi tofauti ya kipaumbele kati ya viongozi hawa wawili. Wakati Donald Trump anaonekana kulenga kuzuia mgogoro usienee zaidi, hasa kwa kulinda wakati Rais Donald Trump anaonekana kulenga kuzuia mgogoro huu usienee zaidi, hasa kwa kulinda miundombinu ya nishati ya washirika wake, Benjamin Netanyahu anaonekana kusukuma mbele ajenda ya kijeshi ya muda mrefu dhidi ya Iran. Mvutano huu pia unaangazia mgongano wa maslahi ya kimkakati, ambapo Marekani ina maslahi mapana ya kiuchumi na kijeshi
katika eneo la Ghuba, ikiwa ni pamoja na usalama wa usafirishaji wa nishati duniani. Israel kwa upande mwingine inaweka mbele zaidi usalama wake wa moja kwa moja dhidi ya Iran, hata kama hatua hizo zinaweza kuongeza hatari ya vita pana. Katika maendeleo mengine ya kushtua, Iran imethibitisha kuuawa kwa msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Ali Mohammad Naini katika mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na Israel. Tukio hili linaongeza uzito wa mgogoro, kwani linaweza kuchochea Iran kuchukua hatua kali zaidi za kulipiza kisasi. Kifo hicho cha Naini kinachukuliwa kama pigo kubwa kwa mfumo wa mawasiliano wa kijeshi wa Iran, lakini pia kinaweza kuwa kichocheo cha kuimarisha msimamo mkali wa Tehran dhidi ya Israel na washirika wake. Wachambuzi mbalimbali, hasa wataalamu wa masuala ya kisiasa ama siasa za kimataifa, wanaona kuwa hali hii inaashiria mgawanyiko wa kimkakati ndani ya muungano wa Marekani na Israel. Ingawa bado wana ushirikiano mkubwa wa kijeshi na kijasusi, matukio haya yanaonyesha kuwa kila upande una mipaka yake ya uvumilivu na vipaumbele vyake vya kitaifa. Swali kubwa linaloibuka sasa ni kama mvutano huu utaathiri ushirikiano wa muda mrefu kati ya Washington na Tel Aviv, au kama ni tofauti za muda mfupi zinazoweza kusuluhishwa kwa njia ya kidiplomasia. Aidha, vitisho vya Donald Trump kuhusu kuharibu kabisa hifadhi ya gesi ya South Pars vinaibua wasiwasi mkubwa kuhusu athari za kiuchumi duniani. Eneo hilo ni muhimili muhimu wa usambazaji wa gesi asilia, na uharibifu wake unaweza kusababisha mshtuko mkubwa katika soko la nishati duniani. Kwa upande mwingine, kauli ya Benjamin Netanyahu kuhusu kudhoofisha Irani kwa muda mrefu inaashiria kuwa Israel inaandaa mpango mkakati wa vita vya polepole lakini vya kudumu. Vita ambavyo vinaweza kuchukua miaka kadhaa na kuathiri kizazi kizima. Katika mazingira haya tata, mataifa mengine yanaendelea kutazama kwa tahadhari, yakijaribu kupima hatari na fursa zinazotokana na mgogoro huu. Diplomasia inaonekana kushindwa kabisa kushika kasi inayohitajika, huku nguvu za kijeshi zikichukua nafasi kubwa zaidi. Kwa ujumla, mvutano kati ya Donald Trump na Benjamin Netanyahu si tu mgogoro wa kauli, bali ni ishara ya mgawanyiko wa kimkakati unaoweza kubadilisha mwelekeo wa siasa za kimataifa. Kadiri hali hii inavyoendelea kubadilika, jambo moja linabaki wazi: Mashariki ya Kati bado ni uwanja mkuu wa siasa za nguvu, na maamuzi ya viongozi wachache yanaweza kuathiri hatima ya dunia nzima. Je, hii ni mwanzo wa mgogoro mkubwa zaidi, au ni mbinu ya shinikizo la kisiasa? Dunia inaendelea kusubiri jibu. Je, hii ni mwanzo wa mgogoro mkubwa zaidi, au ni mbinu ya shinikizo la kisiasa? Dunia inaendelea kusubiri jibu.